Nyanja TV habari. Naomba niwathibitishie Honorable Gwema, kama mtanipa dhamana na kwenda kupambana kuhakikisha kwamba linarudi mikononi mwenu. Hakuna afya leo, maeneo yanakwenda. Sidhani kama mliwahi kupata nafasi ya kuongea na mkuu wa mkoa juu ya hili. Zaidi mtoto anakuwa na sauti kuliko ninyi, si ndio ndugu zangu? Anakuja hapa anakuwa kashaambiwa bwana mzee iko hivi na hivi na hivi. Hapana, lazima sasa wananchi waongee na viongozi wao moja kwa moja. Hakuna habari ya kupangana hapa, si ndio ndugu zangu? Myasemeni yaliyoko moyoni mwenu. Mimi nitasimama imara kuhakikisha kwamba ninatetea maslahi yenu. Sitoogopa, sitotetereka, nitatumika wakati wowote. Nitaongea bungeni ndugu zanguni. Yule mzee kuongea kwake bungeni kama mnapojua ni story. Sasa hivi anakaa kule nyuma. Alikuwa waziri, manake alishushwa kidogo hadhi, anakaa kule mwishoni. Tafsiri yake ni kwamba hata sisi tumweke mwishoni vile vile. Siku ya kura asipate hata moja. Sidhani kama atakuwa na story mpya anayoweza kuja kutueleza wana Masinono leo tukamwelewa. Kwa kuwa maji hatuna, kwa kuwa bonde ndio hilo anataka kuwapa wawekezaji, lakini pia bado hajaeleza hata kama anataka kuwapa wawekezaji namna gani sisi tunaenda kunufaika. Hajaeleza, ila anachotaka ni kukwapua. Hatuko tayari, si ndio ndugu zanguni? Maisha yetu sisi ni ya shida sana. Tunatarajia tupate mbunge ambaye atakuwa ni mbunifu katika kubuni miradi kwa maslahi ya jimbo la Musoma vijijini. Tunahitaji tupate kiongozi atakayeanzisha viwanda ndani ya jimbo la Musoma vijijini. Tunazo malighafi, yako maji hapo. Siku ile nilitoa mfano kwamba kule Shinyanga wanatengeneza maji ya Jambo, hawana ziwa. Sisi tuna ziwa lipo hapa, na mbunge yupo na ni mzee wa umri, bado anataka miaka 5. Aibu kubwa. Lazima ifike mara awe na aibu hata yeye mwenyewe. Aogope sasa kwamba hawa watu kwa miaka 10 nimewafanyia nini? Ninachowakumbusha ndugu zangu, tujitahidi shilingi isije ikachukua haki zetu. Tujitahidi shilingi isije ikatubeba tukakosa maslahi yetu kwa kupata kiongozi mahiri, kiongozi hodari atakayeweza kusimama kwa niaba yetu. Naomba niwahakikishie watumishi wa umma, kama mtanichagua, nitajitahidi kutatua changamoto zenu. Nitafanya na ninyi vikao wakati wote mtapolihitaji. Nitawajibika kwa wakati wote kwa niaba yenu ninyi, kwa maslahi mapana ya serikali na maslahi mapana ya jimbo la Musoma vijijini. Nimekuwa nikiongelea habari ya askari polisi. Wakati mwingine wanakosa hata mafuta ya kufanya doria usiku, si ndio ndugu zangu? Mbunge yupo na bado anataka miaka 5. Unatokea uhalifu, askari tunaomba kutoka mbali, gari labda hamna, si ndio ndugu zangu? Unaagiza gari baada ya masaa 2 matatu, mamlaka ndo zinafika. Ni kwa sababu mbunge hana wakilishi thabiti kwa wananchi wake, sio? Lazima tuamue ndugu zangu, kila mmoja wetu aguswe. Vijana wa bodaboda, sisi wote ni mashahidi. Yako majimbo wabunge wenzao wanakwenda kuchukua mikopo ya bodaboda, wanawapa vijana wao majimboni, wanafanya biashara na wanarasimishwa kwa mujibu wa sheria. Lakini kwetu akishachukua ubunge anakimbia. Nataka niwathibitishie na kwenda kusimama na ninyi bega kwa bega. Mimi kijana mwenzenu nitapambana kuhakikisha kwamba mnapata mikopo ya 10% na kuongeza mitaji kwa kina mama pasipo kuogopa. Maana halmashauri wana 10% pale, lakini nadhani inatoka kwa wachache. Kwa nguvu hii mnayoniona ndugu zangu, naomba niwathibitishie sina uoga hata kidogo, kwa kuwa mmenipa dhamana kubwa, mmenipa fimbo ya kijadi na kwenda kuitumia kama mlivyonielekeza ndugu zangu. Mwisho naomba niendelee kuwathibitishia habari ya afya. Nitakuwa makini sana, nitakuwa mwakilishi wenu hodari bungeni. Nitasimama kutetea. Ujue huwezi leo ukapata madaktari au walimu kama uongei bungeni. Serikali inatoa ajira za walimu, si ndio? Serikali inatoa ajira ya madaktari. Utawezaje kupata madaktari kama umekaa tu ni bosi uongei? Lazima tupate mwakilishi atakayeomba madaktari. Lazima tupate mwakilishi atakayetembea na maafisa wa serikali kwa ajili ya kufanya ziara za kushtukiza kwenye ofisi zetu za serikali kwa maslahi mapana ya jimbo la Musoma vijijini. Masinono safi. Ndugu zangu, najua yako mengi sana ya kusema.
swala la barabara ya lami, naomba niwathibitishie, kama mnakumbuka vizuri, kipindi tupo kwenye kura za maoni ndani ya CCM, alisema hapa kwamba barabara ishatengewa bajeti, mkandarasi kashapatikana ila hajatangazwa na fedha ishatoka. Lakini juzi nadhani mlimsikia kwa mama kule, ameomba tena barabara. Sasa naomba barabara gani kama sio udanganyifu? Umri ule bado unadanganya watu.